Okay, kwa majina naitwa Messi Chengula, mimi ni balozi wa amani, ni mchimbaji kama katibu kamati siasa mahusiano ya jamii. Mimi kwanza toka asubuhi nimekuwepo, kama unavyoona saizi niko hapa Lock City, niko Mwanza. Nimetoka kuzunguka huko. Kwa hiyo kwa kifupi sijaona jambo lolote ambalo linaashiria uvunjifu wa amani. Zaidi ninaona kwamba watu wanaendelea kutembea, wengine asubuhi walifunga maduka, sasa hivi na nimepita huko mjini naona wanafungua maduka. Hivyo nadhani ni Watanzania wenyewe wameamua kuchagua amani katika siku ya leo. Kwa hiyo tuwapongeze Watanzania ambao wameamua kuchagua amani, na rai yangu pia kwa serikali niombe inapokuwa mambo yako shwari ndio pale pa kutekeleza yale mahitaji ambayo tunaona yanaweza yakasaidia zile changamoto ambazo zinaweza kusaidia kuendelea kuleta amani, ikiwa pamoja na kufanyia kazi ile hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati akipokea ripoti ya tarehe 29 mwaka jana. Alizungumza mambo mazito sana, ikiwa ni pamoja na maliziano na mambo mengine ya katiba mpya. Maliziano ndio kila kitu. Hata sisi kama mabalozi wa amani tunaamini yatasaidia zaidi kila Mtanzania awe happy. Ukiona mtu kuna watu wananung'unika na wewe hawajapata taarifa sahihi, umeona. Kwa hiyo kila mtu awe happy, na usikubali katika nchi mtu alalamike kupita kiasi. Mimi naamini katika mengi wanayoyahitaji sio yote ni mabaya, inawezekana mengine ni mazuri kwa ajili ya jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo niombe tu serikali iendelee kuwa na sikio kusikiliza, isipuuzie mambo. Kwa hiyo tuwashukuru sana Watanzania kwa ujumla. Tarehe 7 ya leo tumeonyesha kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani. Umeona, ukiangalia hata kwenye mitandao unaona karibu nchi nzima kuko shwari. Kwa hiyo asante. Kama kijana, mimi kama katibu kamati ya siasa mahusiano ya jamii shirikisho la wachimba madini, niwakaribisha sana kwenye sekta ya madini. Sekta ya madini, serikali ya awamu ya 6 imeweka jicho huko kuangalia namna gani imeanza kutoa vitalu, pia ajira ziko nyingi. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana, na hasa vijana, kwa sababu ninaamini tutakapokuwa wengi vijana wako kazini wanafanya kazi zao, hawalali njaa, mambo mengi ya hofu pamoja leo tuko haijatokea, lakini ukweli ni kwamba siku 2, 3, 4, 5 kulikuwa na hofu, lolote linaweza likatokea. Lakini tunashukuru vyombo vya ulinzi na usalama pia na Watanzania wenyewe ambao wameamua kwamba ngoja tutulie. Na sisi ndio maana sisi naiomba pia serikali endelee kuyafanyia kazi mambo madogo ambayo tunaamini yatachangia sana kuwepo kwa amani katika nchi. Muhimu kabisa, mimi kama balozi wa amani, cha kwanza kabisa ni kuwashukuru Watanzania. Cha pili, niombe serikali kuendelea kufanyia kazi zile changamoto, na hasa kabisa katika hotuba ya Mheshimiwa Rais iliyoleta mwelekeo mzuri sana kwa siku ile ya kwamba kutakuwa na maliziano, pia mengi alizungumza mengi, sitaki kurejea, ila mimi binafsi nawashukuru Watanzania pia na wana Mwanza kwa ujumla kuhakikisha kuona siku ya leo tumeendelea kuwa mtaani, tuna enjoy. Kama unavyoona sasa hivi natoka hapa naenda sehemu nyingine. Kwa kweli hii yote ni big up kwa Watanzania kwa ujumla, kuamua kwamba keep silent. Serikali inayasikia, inayafanyia kazi. Balozi wa amani ni historia ndefu. Kwanza nimekuwa mtu akipitia kwenye peji zangu, nimekuwa nikiandaa makongamano ya amani kwa miaka 15 sasa hivi ya kuhamasisha amani. Tokea mwaka 2010 umeona naandaa ya makongamano, lakini mwaka juzi kuna shirika la kimataifa walikuja Arusha wakanipa certificate ya kuwa balozi wa amani duniani. Japokuwa mimi napenda kuwa balozi wa amani Tanzania, japokuwa nimeenda Kongo kidogo kufanya mambo ya amani, lakini sio kwa sehemu, na ndio maana natumia balozi wa amani Tanzania. Lakini mimi ni
balozi wa amani duniani certificate yangu. Mikakati kama mi balozi wa amani, mahali popote ninapofanya kazi, cha kwanza na hakikisha natafuta amani, na waelimisha umuhimu wa amani, na waelimisha namna ya watu kupata mafanikio bila kugombana. Yaani mahali popote ninapofanyiwe mgodini, mahali ninapochimba, cha kwanza ni peace. Peace naanzia kwangu mwenyewe, watu ninaofanya nao kazi, kuhakikisha hawanung'uniki, wanapewa stahiki zao vizuri, tukikubaliana. Kwa hiyo maisha yanaanzia kwanza kwa wewe mwenyewe, balozi wa amani. Unasemwa vipi? Sio tu balozi wa amani jina. Na jambo la pili ni serikali. Serikali kwa habari ya uchimbaji nimeona inachukua hatua. Cha kwanza, kwa mfano waziri wa madini pamoja na serikali kwa ujumla, juzi wametoa leseni 3,000 kwa ajili ya wachimbaji wadogo pale Kigosi, na sasa hivi hapa mkoa wa Mwanza Nyanzaga ninaona kuna eneo PL inakatwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Hivyo vyote nadhani ni juhudi za serikali kuhakikisha kwamba vijana wanajiajiri, wanakuwa na ajira. Na zile leseni unaomba bila kutozwa gharama yote, fomu bure. Umeona? Kwa hiyo inachukua, lakini serikali inatakiwa ifanye zaidi, hasa yale maliziano iliyoyatamka na vyama vyote na nini. Yaani tusiruhusu adui yoyote, tusiruhusu shetani kupata mlango. Kama tuna uwezo wa kulimaliza, kama jambo tuna uwezo wa kulimaliza, Tanzania yetu kubaki salama na kuwa na amani, basi tulifanye, hata kama litakosti gharama ya kidogo, sio mbaya.